Naitwa Mzee Lawena Nsonda au baba mzazi, ni mkurugenzi wa shule ya Holland Primary English Medium School iliyopo mamlaka mji mdogo wa Makongosi, wilaya ya Chunya katika jiji letu la Mbeya hapa. Nipende kushukuru ushirikiano mzuri na upata katika shule yetu ya Holland kutokana na viongozi waliopo katika wilaya yetu ya Chunya na mkoa mzima wa Mbeya kuweza kushirikiana nao kwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika shule yetu ya Holland. Kwanza kwa kushirikiana, nimekuwa nikipata bahati ya kutembelewa na viongozi mbalimbali wa kimkoa, wilaya, pia mkurugenzi wetu wa halmashauri wilaya Chunya, Mheshimiwa Kambona. Ningependa kumpongeza sana na kumshukuru kwa jitihada zake anazofanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama sisi wadau basi tumekuwa tunasonga mbele. Kambona kwa kweli ni mkurugenzi wa namna pekee ambaye baada ya kufika hapa wilaya Chunya tumeona maendeleo makubwa sana yakifanyika, kwa sababu anakuwa na uchungu na wilaya, anakuwa na uchungu na kile kitu anachokifanya. Mheshimiwa Kambona tunaona katika uongozi wake kama mkurugenzi wa halmashauri ya Chunya wameweza kununua vifaa maskaveta, magreda, kushindilia yale wanaita roller kwa ajili ya kutengeneza barabara za mitaani. Hizi zote ni jitihada ambazo miaka nyuma tulikuwa hatuna vitu kama hiyo namna hii. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kazi nzuri anayofanya. Tumpe maua yake. Wasema mtu msifieni kabla mtu hajafa. Sio mtu anakufa ndio kwambia yani alikuwa mwema sana, yani kuwasaidia watu, wewe kwa maendeleo. Hapana. Inabidi tumsifie aone akiwa bado mzima, anaona kwamba tuna kwa kazi kubwa anayofanya. Lakini pia ukiongea na wafanyakazi mbalimbali wilaya Chunya, huwezi kukuta mfanyakazi yote anasema vibaya. Mtu ambaye anajishusha, anasikiliza watu, na mkurugenzi ambaye kwa kweli anakuwa anasaidia hata kusaidia. Unaona jamii watu kupata matatizo, anakuwa ametoa magari, lakini ina vitu mbalimbali. Lakini jitihada mbalimbali anazofanya kama kujenga shule ya halmashauri pale Chunya, Chunya English Medium, ni vitu ambavyo mnao mabasi, ni vitu mbalimbali. Hiyo yote unaona kwamba anaiacha Chunya hapa kwetu. Sababu mkurugenzi anaweza kaondoka muda wote, lakini vitu hivi vitabaki hapa Chunya. Sasa kwa kweli tuna haja ya kumpongeza. Unajua nilikuwa nikifuatilia siku moja anasema kwamba mgonjwa akiwa hospitalini, yale maua ambayo mnampelekea mtu akiwa amekufa, yale mashada na kuchoma mishumaa yale, kumbe mkimpelekea mtu akiwa hospitalini ile maua na mashada yale, yule mgonjwa anaongeza siku za kuishi. Kwa hiyo kama mkurugenzi wetu, ina maana akiwa hivi anasikiza tunampongeza hivi, anapata nguvu za kuweza kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo tushirikiane hata kumtafutia tuzo kumpatia, kwa kweli yafanya makubwa sana. Lakini katika halmashauri yetu ya Chunya sasa tunaona kwa kushirikiana na mheshimiwa wetu mbunge, Mheshimiwa Masache Njeru Kasaka, naye ni mzao wa huko Chunya. Tunaona kijana ambaye anajituma katika kazi. Mheshimiwa huyu amepambana kuhakikisha maji yanapatikana. Yote hii ni kwa sababu ya nini? Ule uchungu wa wilaya yetu, jimbo la Lupa. Tumepata kijana mdogo kabisa, mwenyekiti wa halmashauri ya Chunya, Bwana Kevin Shinshi. Kwa kweli nilikuwa nikisikiza speech zake na katika mikutano yake anasema mimi nitajitolea hata kwa gharama zangu, hali na mali. Kwa sababu siku moja alikuwa pale Mamba katika mradi wa maji. Hasa vitu vya namna hiyo unaona kwamba ni uchungu ambao mtu anaonyesha. Kwa hiyo Mungu awatunze sana viongozi wetu hawa kwa kazi nzuri wanafanya. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Batenga, amekuwa akisikiliza watu bega kwa mmoja kufuata ufafanuzi, kutekeleza. Na hii mimi pia binafsi nimeiona katika kazi za kilimo, katika wakala wa pembejeo. Sio mtu anakuja tu anafoka kwa ukali, sitaki ufanye hivi, sitaki uze mbolea kwa bei hii, takuweka ndani. Lakini mkoa ile anakusikiliza, hii mbolea bwana imepanda bei, mbolea ipatikane, umeitoa Dar es Salaam, umetumia nauli kiasi kadhaa. Kumbe labda mteja ukimwongezea hata shilingi 500 hivi katamsaidia kupata kitu kuliko kukosekana mbolea ya Chunya. Kwa njia hiyo sasa, kwa kushirikiana na Mheshimiwa Batenga huyu, mwaka huu mbolea imesambaa wilaya ya Chunya. Hakuna mtu anayelalamika. Mbolea ni nyingi kwa sababu unashirikiana na wafanyabiashara. Lengo la wafanyabiashara apate faida, sio apate hasara. Kwa hiyo ukimtishia au ukafanya sio utakuweka ndani, utakufanya nini, ni vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo mkuu wa wilaya huyu Mheshimiwa Batenga kwa kweli anafanya mambo makubwa sana pia katika wilaya yetu ya Chunya. Kwa njia hiyo niseme viongozi hawa kauli wanawaambiaga mitano tena, Mungu awatunze na Mungu awajalie sana. Sababu na hapo katika mkoa wetu wa Mbeya pia tuna Mheshimiwa Malisa aliweza kuja hapa, Mheshimiwa mkuu wa Mbeya
kuja hapa shuleni kwangu na kutoa ushauri mbalimbali, hususan na majengo na vitu gani kwa kufanya ili kuweza kuboresha shule yetu. Sasa unaona kwamba mtu anakuwa na uchungu na mtu, na lengo tu ni kuboresha mkoa wetu ambao uweze kusonga mbele. Kwa kweli ninawazidi kuombea kwa Mungu, Mungu awatunze na kuajalia afya njema, wazidi kusonga mbele, kupambana, na sisi kama wadau tuko nyuma yao, na zaidi tuzidi kuombea na kuwatakia afya njema. Kwa hiyo kiujumla, katika halmashauri ya Chunya na sehemu zake zingine, wote madaktari na vitu mbalimbali, tuzidi kushirikiana na kupenda wilaya yetu ya Chunya. Kila mtu afanye kazi kwa bidii, aipende kazi. Kabla hujafikiria kwenda kulala, fikiria leo nimefanya nini. Si wadharau watu. Tunaona waziri mkuu sasa anapambana kuweza kuinua mabovu mengi yanayofanyika. Ukiangalia juzi nilikuwa naangalia clip moja, mama huyo mmoja ambaye aliweza kudhulumiwa kiwanja. Yule mama mpaka akazimia akiwa anajieleza. Mimi binafsi nilitoa machozi sana, mwenyewe huruma sana ile mama. Kwa hiyo sasa kumbe ni wangapi sasa ambao wako mbali wanaodhulumiwa. Kwa hiyo viongozi mliopewa zamani, nyinyi ni viongozi ambao Mungu amewaweka kuwasimamia wananchi. Kwa hiyo fanyeni kazi kwa bidii. Usiangalie watu wakatoa machozi kwa ajili yako. Usiangalie watu wanadhulumiwa, watu wenye fedha wanadhulumu watu hivyo. Mnaangalia tu wenyewe viongozi. Usifanye hivi, itakuwa sio vizuri sana. Mungu apende. Tuzidi kupambana kumsaidia Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Hassan Suluhu, tuweze kumuunga mkono kwa kufanya kazi kwa bidii. Asante sana, amani ya Bwana pamoja nanyi. Niwatakie siku njema na kazi njema jamani.